Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana kwenye kipindi hiki maalum, na leo kipekee kabisa nina ugeni wa kakaangu Shujaa CRM ambaye tutakuwa naye kwenye kipindi hiki, na bila shaka kuna mambo mengi ambayo atakwenda kuyafafanua, na tutaiweka mada mezani muda si mrefu. Tutaiweka mada mezani ambayo tunakwenda kuizungumza siku ya leo. Lakini kabla hatujaanza, mimi ambaye niko mbele yenu naitwa Joshua Nguyambi, na kama nilivyomtambulisha hapa kaka, leo mada ambayo tunakwenda kuizungumza ni kuhusiana na imani yetu ya Kipentekoste, na hasa tutataka kuchambua misingi ile ya imani ya Kipentekoste ambayo inaitofautisha na imani zingine, kwa sababu kumekuwa na mikanganyiko mingi katika jamii. Watu wanajaribu kuchanganya Upentekoste na imani zingine ambazo zimeibuka hivi karibuni na ambazo zimekuwepo kwa miaka mingine ya nyuma, wameshindwa kutofautisha. Kwa hiyo leo maalum kabisa tunataka kuchambua kwa kina ni imani ya Pentekoste, misingi yake ni ipi, ili kila mtu ajue kabisa kwamba wa Pentekoste wanaamini vitu gani na ni vitu gani ambavyo vinawatofautisha na makundi mengine ya kiimani, kwa sababu Ukristo unabeba makundi mengi ambayo yanajitambulisha kama Wakristo. Kwa hiyo sasa ni vizuri, sasa leo tumeamua tuzungumzie ili kwa uwazi watu waweze kufahamu Upentekoste na imani zingine ni maeneo gani ambapo wanatofautiana. Kwa hiyo nitapenda kumkaribisha kaka yangu Shujaa CRM. Yeye ndio atakwenda kuzungumza kwa kina kuhusiana na imani ya Upentekoste. Karibu sana kaka. Asante sana. Mwanzo kabisa labda niweze tu kuelezea kwa ufupi. Wengi wanakuwa wajiuliza kwa nini wanaitwa Pentekoste? Kwa nini wanaitwa, au kwa nini wanajiita Pentekoste, au ni kama ni dhehebu fulani au nini? Lakini nataka nieleze sosi ya hilo neno mpaka ukaitwa Pentekoste, au limetokea wapi au limeanzaje. Katika Matendo 1 mstari wa 8 inaeleza kuhusiana na ile ahadi ambayo Bwana Yesu aliahidi kwa wanafunzi wake kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu. Inataja sehemu ambazo utakuwa mashahidi. Lakini ukisoma mistari ya hapo juu inaeleza hiyo ilikuwa ni siku gani. Hebu naomba nisomee Matendo 1. Matendo 1 mstari wa 8, si ndio? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Soma hii sura ya 2 hapa. Sura ya 2 mstari wa kwanza inasema hapa ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwepo wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, upepo wa nguvu ukienda kwa kasi ukaijaza nyumba yote. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Wakapokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto ulio wakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hichi kinachozungumzwa siku ya Pentekoste ndio siku ambayo Roho Mtakatifu yule ambaye aliahidiwa na Bwana Yesu kwamba atakuja, ile ahadi itakuja. Sasa hiki kitu kilitokea wakati ule wa mitume. Hiki kitu kilichotokea hapa kwa kulingana na historia, ukisoma ambacho kilichotokea katika Pentekoste, kitu kilikuja kutoweka kwa muda mrefu sana. Watu wamekwenda mbali, hata Biblia walikuwa hawazisomi nyakati hizo. Lakini baadaye ndio wakaja wakatokea kina Martin Luther ndani ya kanisa lile la Katoliki, wakaanza kama kufunguka. Hapa kwa nini tuambiwe wokovu unapatikana kwa njia ya mateso? Wakaanza kufunguka hatua kwa hatua, ndio likaja ile wimbi la Luther. Unapotaja Luther leo hii unazungumzia
Martin Luther. Ni alianza, kuna kweli fulani zilianza kutokea kwake. Lakini baadaye wakaja wengine wa Mennonite, wakaja kwa Moravian. Sasa hichi kitu Mungu, kwa sababu nimeeleza hapo nyuma kulikuwa kweli imepotea, zile kweli zote, nguvu za Mungu, miujiza, vitu vingi vilikuwa vimepotea vilivyotokea kwenye hii Matendo 2. Kwa hiyo Mungu alianza kurudisha zile kweli kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Ndio baadaye sasa hichi kilichotokea hapa kilitokea tena. Sasa mimi nilitaka na mimi niongezee hapo kwenye historia. Kwa sababu ukisoma historia ni kwamba kanisa ambalo lilizaliwa katika Matendo ya Mitume, nafikiri kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 ndipo kanisa la Kristo lilizaliwa. Siku ya Pentecost ndipo kanisa lilizaliwa. Kwa maana Roho Mtakatifu aliposhuka ndio akalizaa kanisa. Sasa katika kipindi hicho chote kanisa lilipita kwenye kipindi cha mateso. Ukisoma kwenye historia ya kanisa inaelezea kanisa kwa miaka takriban 300 lilipita katika kipindi cha mateso mazito sana. Maana yake ni kwamba shetani alitumia kila namna ya mbinu na jitihada zake kuhakikisha kwamba analifuta kanisa la Kristo duniani. Kwa hiyo alitumia mbinu ya mateso. Kwa hiyo katika miaka 300 ile ya kwanza baada ya Kristo, kanisa lilipitia kipindi kigumu sana. Ndio hapo mitume wale waliuawa, wanafunzi wa Yesu waliuawa. Ukisoma kwenye Biblia utaona wakina Stefano walipigwa mawe mpaka kufa, wakina Yakobo walikatwa vichwa, unaona, wakina Petro ukisoma katika historia wanasema walisulubishwa kichwa chini miguu juu, wakina Paulo walikata kichwa. Kwa hiyo kwenye kipindi hicho kanisa lilipita kwenye kipindi kigumu mpaka miaka ya 300 kanisa la kwanza lilipita kwenye kipindi kigumu. Baada ya kuwa shetani ameshindwa kulitoesha kanisa kwa wale wafalme katika himaya zile za Kirumi, alibadilisha mbinu. Alibadilisha mbinu na mwaka wa 313 alipoingia sasa mfalme Konstantini, akaanza kuunganisha sasa kanisa na taratibu zile za Kirumi. Akaanza kuunganisha kanisa na ibada zile za miungu wa Kirumi, kwa sababu sera yake ilikuwa ni sera ya amani, akitaka kuwapata watu wote. Kwa hiyo kwenye kanisa sasa kukaanza kuingia vitu hivyo. Kwa hiyo kwa miaka zaidi ya kuanzia mwaka wa 313 mpaka unafika mwaka wa 1500 huko, kanisa lilikuwa kwenye kipindi cha giza. Kwa hiyo tunasema ni kama kanisa lilikuwa limeingiza mambo ambayo sio ndani ya kanisa. Kwa hiyo kanisa lilipita kwenye kipindi cha giza, na ndicho ambacho anakuja kuzungumza kakangu Mwaisemba hapa, Shujaa Salem, kwamba kukatokea wa Protestant ambao walitaka kulirudisha kanisa kwenye misingi yake. Na hawa Protestant walipotokea, manake kuna baadhi ya kweli ambazo walitaka wazirudishe kwenye kanisa. Na hawa wa Protestant baada ya kuprotesti, manake kuna mambo ambayo waliyarudisha katika kanisa, na kanisa ambalo lilikuwepo wakati ule kanisa la Kirumi likawa linawakataa, linawaita hawa ni watu ambao wanapinga, ndio wakaitwa wa Protestanti. Wanapinga yale ambayo yalikuwepo, yale mapokeo yaliyokuwepo katika kanisa la Kirumi, wenyewe wanafanya nini? Wanayapinga. Kwa hiyo sasa hawa Protestanti ndio hao ambao kaka amewataja, wa Lutherani, wa Mennonite, hawa kina Kevin, wote hao waliibuka kwenye kipindi hicho cha miaka ya 1500. Sasa baadaye imeenda lile vuguvugu la Roho Mtakatifu sasa likaondoka, nikawa kama ile kazi ya Roho Mtakatifu imenyamazishwa. Lakini ikaja ikaibuka tena kwa nguvu kubwa katika karne ya 19. Ndio tunaita huo sasa uamsho wa Pentecost sasa, ambao ulirudisha ule Pentecost asilia. Ndipo ambapo watumishi ambao walikuwa wanaamini habari za uponyaji wakaanza kuamini, kuibuka hapo. Kwa hiyo ukisoma katika historia, baba wa Pentecost, baba wa uamsho wa Pentecost katika karne ya 19 alikuwa anaitwa Charles Fox Farm, ambaye ndio tunamuita baba wa Pentecost asilia. Huyu ndiye alianzisha sasa vuguvugu hilo la Pentecost, na kupitia yeye baadaye wakaibuka watu wengine kama wakina William Seymour, ambaye alikuwa ni Mwafrika. Huyo alikuwa ni mtu mwenye asili ya Kiafrika, ambaye
wanahistoria wanataja kwamba alikuwa ni mtoto wa mwanamke mtumwa, ambaye sasa ndio kaibuka huo uamsho wa Azusa, ambao sasa kupitia ule uamsho wa Azusa ndipo watu wengi sasa wakaanza kusambaa ulimwenguni. Na hata sisi kwetu huku Tanzania akaja mtu mmoja anaitwa Paul Dia, ambaye alikuja na ndio alikuwa mwanzilishi au baba wa kanisa hili ambalo tunalifahamu leo kwamba ni Assemblies of God Tanzania, ambao walianzia kule Igale, Mbeya. Kwa hiyo ndio historia fupi ya namna ambavyo kanisa limepita kwenye vipindi tofauti tofauti mpaka hapa tulipo. Na bila shaka kaka ameelezea kiundani kuhusiana na historia ya Pentecost. Kwa hiyo ndio mapito ambayo kanisa limepitia mpaka tukafikia hapa tulipo. Kwa hiyo ndio maana leo tuko hapa sasa kuzungumzia habari ya Pentecost asilia ili tuweze kutofautisha na imani zingine, kwa sababu imani zingine usipotofautisha watu wote wanaweza kutuweka sisi wote kwenye kapu moja, kitu ambacho sio sahihi. Unaona, wanatuweka wote kwenye kundi moja kwamba wote ni wale, kitu ambacho sio sahihi. Kuna watu wengi wanafundisha mafundisho mengi potofu, kwa hiyo tunajumlishwa nao. Sasa tunataka tuizungumzie misingi hasa ya Pentecost. Kanisa la kwanza liliamini vitu gani? Ndio jukumu kubwa ambalo tuko nalo hapa, na sasa ninamtupia Mike kaka Mwasemba aeleze sasa kwa kina, kwa sababu nilimkatisha, aanzie pale alipoishia, aendelee kueleza kwa kina hasa ni nini ambacho kama ulivyoeleza. Mimi nilikuwa naelezea ili wimbi kama ulivyoelezea kweli lianzia hiyo mwaka ambapo Azusa huko anaeleza kwa historia inaonyesha ilianza kidogo kabla ya Azusa mwaka 1890. Watu wakaanza wakajawa, ulikuwa mji mzima umejaa, wanajawa wananena kwa lugha. Hiki kitu kilichotokea hapa kwenye Matendo kilianza kurudi kwa kasi kubwa huku kunena kwa lugha. Miaka yote hiyo ya nyuma vitu hivi havikuwepo. Kwa hiyo miaka 1906 hiyo ndio hicho kilichotokea Azusa kikaamsha zaidi mona. Kwa watu wakaliita ili wimbi ni wimbi la Pentecost, wakifananisha na hichi kilichokuwepo katika Matendo, lakini kinachoelezwa kwamba ndio wimbi lilokuwa wakati wa kanisa la kwanza. Kwa tunaposema tuna discuss hiyo Pentecost, atu discuss hasa kuwajadili zehebu fulani au dini fulani. Tunataka kuzungumzia je, ndio ni wimbi ambalo linaturudisha kanisa la kwanza waliamini nini? Kanisa linatakiwa liweje? Linatakiwa liwe na misingi ipi? Kwa tunaposema hata hapa tunataka kujadili kwa kina, umeeleza kuhusiana na misingi. Hii misingi tunataka kujadili sio hasa tu ya kwamba sisi Pentecost, ndio hasa misingi ya kibiblia au misingi ambayo kanisa la kwanza iliamini. Pamoja leo hii kama tunavyoeleza, wengi kwa kuto kuijua hiyo misingi wanatoka nje ya ile na kuleta imani nyingi potofu. Ni kwa sababu tu hawajui misingi ile ya Biblia ambayo imetengenezwa hasa imetokana na nini. Sasa umeeleza kuhusiana na swala la misingi hiyo. Umeeleza kanisa yoyote au imani yoyote ili useme hii ni imani, sisi ni dhehebu fulani, cha kwanza tunatakiwa tujaji unaamini nini. Unaamini kwa tunapozungumza misingi, hebu tutajie misingi ya kanisa lako. Misingi ya kanisa Katoliki, misingi ya kanisa ni lazima ni unaamini katika nini, au fundisho hilo unaloamini. Ndio tunaweza tukasema kwa mfano Luther alikuwa anaamini habari ya imani tu, neema tu, unaona, maandiko tu. Walikuwa naziita sola, alikuwa na sola 5, sola scripture, sola, unaona, alikuwa kuna vitu ambavyo sasa hiyo ndo tunataka tuichambue hapa kwa kina. Karibu kaka. Sawa. Kwa ndo hicho ninachotaka kukeleza. Kwa ni lazima tujue unavyosema unaamini katika, na hata leo hii wengi wanakuwa na dini au wako katika imani kwa sababu tu wamezaliwa mahali fulani. Hata hao wengine wanasema ni wa Pentecost au wengine ni wana imani fulani, ni kwa sababu hawatafuti kujua kwa nini niko kwenye hii imani. Misingi yake nikoje? Je, ile niko nao ni ile ya kibiblia? Sasa ndio hapo watu sasa wanajikuta kwa sababu amezaliwa na mama yake ni Pentecost, sasa kwa sababu mama yake ni Mlutheri na yeye yupo huko. Sasa misingi
hii ya imani nimesema ndio ina umuhimu. Misingi ya imani ndio imebeba doctrine. What is your doctrine? Unaamini katika nini? Fundisho lenu ni nini? Yanaamini katika nini? Sasa kwa hiyo hapa sasa tunavyozungumza ni kuna mambo ambayo ni core. Core ninavyosema core ni yako core kwa tunavyosema wewe kama kweli unajipambanua ni Pentecost. Tunatakiwa tuyaone. Tunatakiwa tuyaamini pamoja katika hayo. Bila kujali huyu sio ni TAG, huyu AGT, huyu ni Full Gospel, huyu ni FPCT. Utakuja kuona haya ndio yanabeba vile vitu ambavyo hasa vimetuunganisha, na ndio hivi ambavyo viko katika Biblia. Ambao hii sasa ndo tunapata katika Waefeso. Waefeso misingi hiyo inatoka mingi katika hii. Waefeso 4 mstari wa 3 tutasoma mpaka wa 6. Nasema hivi: na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Umoja wa roho, unity of the spirit. Nasema na katika kifungo cha amani, mwili mmoja, one body. Kwenye Biblia ya Thompson Chain Reference Bible inaeleza one body, inaeleza roho mmoja, one spirit. Umeona? Kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Hapa inaelezea juu wito tulioitiwa ni wito wa wokovu. Kuja kuona wote mnatakiwa, kama mnaamini, mnatakiwa muamini juu ya mwili mmoja, juu ya roho mmoja. Huyo roho mmoja ni nini? Juu ya wito mmoja mlioitwa katika tumaini yenu. Lazima wote muamini. Sio kwamba sisi tunaamini wokovu unapatikana kwa njia hii. Umeona? Ni lazima wote muwe na wito mmoja aliotuitia Bwana Yesu, ule ambao pia aliowaitia mitume na manabii. Hicho ndo tutakuwa tunatumia reference. Sasa endelea tena, inaeleza Bwana mmoja. Hapa inazungumza Bwana mmoja. Lazima kwenye misingi yetu ielezee Bwana huyo mnayemuita Bwana, huyo mnayemwamini. Na muamini, kuna wengine wanaamini wako miungu watatu. Kuna wengine wanaamini Jesus only. Wengine wanaamini vitu vingi tofauti. Kwa ni lazima hivyo vitu katika imani yenu mnaelezeaje hilo swala la Bwana. Huyu Yesu, kuna watu wanaamini juu ya Mungu lakini hawaamini juu ya Yesu. Hawaamini juu ya Yesu. Sasa lazima misingi yote au imani yoyote iweze kutoa description juu ya Bwana mmoja. Je, mna Bwana mmoja huyo mnayemwamini? Inaendelea. Inasema imani moja. Lazima tuwe na imani hii moja. Tunachokiamini wote kanisa la Mungu kote ulimwenguni tuamini katika hizo. Hapa imani moja inazungumzia jumla ya kweli zote za neno la Mungu. Ndio hapa inatakiwa maana inapoelezea maandiko yanasema muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Hiyo imani sio imani hii ya chanzo chake ambacho ni kusikia. Ni imani ambayo ni total of all doctrine au all truth ambazo tumekabidhiwa, kweli zote zile. Je, wote tunaamini katika hiyo? Unanielewa? Kwa hiyo wote tunatakiwa tuwe na imani moja. Ubatizo mmoja. Lazima imani. Ukikuta mtu ana imani hawezi kudescribe juu ya swala ubatizo. Ubatizo wenu mnatakiwa uwe mmoja. Mungu mmoja. Ndio tunarudi pale pale. Umeona? Huyo Mungu mmoja mnamdescribe vipi? Mnamuelezeaje? Kwa misingi ya imani hapo utaona naye ni baba wote. Naendelea hivi. Umeona? Kwa misingi ya imani ni lazima iweze kupambanua, kueleza tumaini lenu ni lipi. Turudi kwenye hii imani yetu sasa ya Kipentekoste. Nimesema kuna watu wengi ambao tuko nao katika kanisa wapo, lakini hata wao wenyewe hawaijui imani yao. Na ndio nafikiri ndio sababu kubwa pia tunaweza tukaangalia kabla ya kuangalia hawa mitume na manabii au hawa watu ambao wanaingia ndani ya kanisa ambao nao wanakuja kwa sura ya Upentekoste au wanawalibu hii misingi. Umeona? Kwanza tunatakiwa tuijue misingi yetu ni hivi. Sawa kabisa. Kwa hiyo kama alivyozungumza kaka CLM, shujaa CLM amefafanua kiundani. Sasa mimi taski yangu itakuwa ni kutaja hiyo misingi na kimsingi inatofautiana kulingana na dhehebu na dhehebu. Kuna madhehebu mengine ambayo misingi ipo 16, lakini kuna madhehebu mengine inakwenda zaidi ya hiyo 16. Madhehebu mengine anakwenda mpaka 24. Unaona inakuwa ni extension tu ya mambo mengi ambayo yako kwenye hicho ambacho kaka Mwaisemba amekizungumzia.
Kwa hiyo mimi leo kazi yangu kubwa itakuwa ni kutaja hiyo misingi ya Kipentekoste na baadaye tutaifafanua ili kila mtu aielewe. Msingi wa kwanza ambao wa Pentekoste wote tunatakiwa kuamini ni juu ya mamlaka ya Biblia. Kwamba Biblia ni maandiko ambayo yamefanya nini? Yamevuviwa. Lakini vile vile tunaamini juu ya Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Msingi wa pili. Msingi wa pili. Msingi wa tatu tunaamini uungu wa Bwana Yesu. Ni msingi wa tatu. Msingi wa nne tunaamini juu ya anguko la mwanadamu. Msingi wa tano tunaamini wokovu wa mwanadamu. Na msingi wa sita tunaamini maagizo ya kanisa. Na msingi wa saba tunaamini juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Msingi wa nane tunaamini juu ya ushahidi wa ubatizo katika Roho Mtakatifu. Msingi wa tisa tunaamini juu ya utakaso. Msingi wa 10 tunaamini juu ya kanisa. Na msingi wa 11 tunaamini juu ya huduma. Na msingi wa 12 tunaamini juu ya uponyaji wa kiungu. Na msingi wa 13 tunaamini juu ya tumaini lenye baraka. Msingi wa 14 tunaamini juu ya utawala wa Yesu Kristo wa miaka 1000. Na msingi wa 15 tunaamini juu ya hukumu ya mwisho. Na msingi wa 16 tunaamini juu ya mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo hii ni misingi 16 ambayo makanisa mengi ya Kipentekoste au madhehebu mengi ya Kipentekoste yanaamini, japo kuna madhehebu mengine ambayo yanaweza kwenda mbele zaidi yakifafanua kweli kadhaa na kupata misingi mingine zaidi ya hii, lakini hii ndiyo core ambayo makanisa mengi ya Kipentekoste yanaamini. Sawa. Sasa mfano nilisoma lile wa Efeso 4 mstari wa 4, utakuja kuona ndio imebeba pale. Ndio maana nimesema ile ndio hasa core ya kubeba ile misingi, na utaona misingi yote ipo ndani ya ile. Mfano hapo inazungumza hiyo ya kwanza, tunaamini juu ya Biblia. Ni Biblia ipi? Kuna watu wenye Biblia 72 vitabu. Vitabu 70. Kuna wengine vitabu 66. Kuna wengine 84. Kuna wengine pamoja na Biblia kuna vitabu vya manabii wao au viongozi wao ambavyo navyo vinatumika zaidi. Kwa ni lazima imani. Sasa imani yetu hii tunaoisema ya Kipentekoste inajadili, tunaamini juu ya vitabu 66. Na hivi vitabu ziko sababu, ni vile tu tuko kutaka kwenda kwa ndani. Sababu ya kwa nini ni vitabu 66 na si 72 na si hivyo vingine. Na kwamba Biblia kwenye vitabu hivi ndio vyenye mamlaka ya mwisho na ndivyo vilivyovuviwa. Vipo vitabu, tunasikia vitabu vya apokrifa, ziko sababu hata ya kuvikataa hivyo vitabu. Kwa kuna watu wanaendelea kuvitumia. Kwa sisi tunaposema tunaamini imani ya Pentecost ni vyenye vitabu 66 na ndio waliotumia mitume. Uko sahihi kabisa. Na kwa kujazia hapo, si tu kwamba tunaamini kwamba ni vitabu 66, lakini tunaamini kwamba Biblia ndiyo mamlaka ya mwisho. Unaona, Biblia ndiyo mamlaka ya mwisho kwa maana ya kutoa mwongozo wa kitabia na kihuduma katika kanisa la Kristo. Kuna wengine ambao hawaamini kama Biblia ndiyo mamlaka ya mwisho. Wao bado wanaendelea kuamini kwamba Mungu bado anaendelea kusema na watu. Unaona, bado Mungu anaendelea kuwafunulia watu na kuzungumza na watu kama alivyokuwa anazungumza na mitume wale wa kanisa la kwanza. Sisi tunaamini Biblia ni vitabu 66 na tayari vimeshafungwa. Tuna uwezo tena wa kuongeza kitu kingine chochote. Yaani hakuna mtu mwingine anaweza akaibuka kwamba nimefunuliwa. Kwa hiyo mtu akiibuka kwamba amefunuliwa, lazima tukipime kile kitu anachosema amefunuliwa, je, kinatokana na neno la Mungu? Tunaamini kwamba hii ndio imevuviwa. Biblia ndio ina inspiration, ndio ambayo inatoa maagizo yote yanayohusiana na tabia ya Mkristo. Yaani hakuna nyongeza, kwamba hawezi akaibuka Joshua huko anakotoka akasema kwamba amepata ufunuo mpya tena wa kuwaeleza watu. Na hiki ndicho ambacho lazima makanisa yote ya Kipentekoste tutaamini hapo. Kwa hiyo kama mtu anakuja na mafunuo mapya ya ajabu, huyu hatuwezi kumuita tena kwamba ni Pentekoste. Kwa hiyo huu ni msingi wa muhimu sana kwa Pentekoste kufahamu kwamba Biblia ni vitabu 69 na vimeshakwisha kufungwa, ni canon. Maana yake canon kwa tafsiri ya Kiswahili tungeweza kusema kwamba ni rula
Ile ndio ambayo inatuonyesha kwamba hapa pamepinda, panatakiwa pafanye nini? Panyoke. Kwamba hiyo ndio tunaitumia kama standard ya kupima fundisho lolote la Kristo. Lazima litali na kile kilichomo kwenye Biblia. Sija kaibuka mtu akasema kitu kingine ambacho hakipo ndani ya Biblia kwa kusema kwamba ameonyeshwa na Roho Mtakatifu. Kuna watu wanasema nimefunuliwa na Roho Mtakatifu. Nimefunuliwa na Roho Mtakatifu kuhusu maisha yako. Lazima tukipime kile kitu ambacho anakisema kimetoka kweli kwenye Biblia. Kuna watu wanakuja na vitu vya ajabu, mara anafunuliwa vitu ambavyo ni vitu vya ajabu, yani havitali na yale mafundisho yanayotokana na nini? Na Biblia. Msingi wa pili umeueleza hapo kwamba tunaamini juu ya Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Hapa napo ndipo imani nyingi kama kweli mtu ni Pentecost ambaye huwa kwenye Biblia. Leo hii kuna neo Pentecostalism ambao kuna ambao wanapinga hichi tunachokita Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Ni mmoja katika umoja na kila nafsi ina maamuzi, ina utashi wake, lakini wote ni wamepatana katika moja. Kwa ili fundisho tu unalotaja leo hili la utatu. Kwa tunaposema ni kama ni wa Pentecost, ni lazima tuwe tunaamini. Huwezi kuitwa Pentecost bila kuamini juu ya Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kila mmoja ni nafsi, sio kwamba Roho ndo huyo Baba. Sisi Yesu ndo huyo na nilio Roho. Hapana. Ni kila mmoja. Utakuja kuona mfano wakati Yesu anabatizwa hapa, sauti ilisikika mbinguni. Huwezi kusema eti wakati huo Yesu yuko mbinguni, wakati huo huyo Mwana. Lakini maandiko yanasema Roho akashuka kwa mfano wa ua. Na zote tatu zinajizilisha kwa wakati mmoja. Sasa yako mafundisho, wako watumishi leo hii wanataka kuaminisha watu. Sababu tu hapa leo kama kuna mtumishi mmoja yuko kule Mbezi kwa Msuguri anaitwa Kwani Musa, anakataa kabisa fundisho la utatu. Lakini watu wanaweza wakamjumlisha kwamba huyu naye ni Pentecost. Sawa. Ili kitu hiki siku tutakuja tukipata neema tutakuja kuzama kwa undani kueleza kwa undani hivi vitu, hasa kwenye hili swala la utatu. Ni somo pana sana, lakini ndo hapa tunaeleza kwamba unavyosema ni lazima mueleze, mdescribe msingi huu, mnaamini Mungu katika nini. Kwa tunavyosema ni wa Pentecost, ni lazima tunaamini Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Haya, mfano kwenye hii waraka wa kwanza wa Yohana 5:3. Hakuna kitu ambacho kiko wazi kama hichi. 5 mstari wa waraka wa kwanza wa Yohana 5:7 tungeanzia. Ingependeza. Mstari wa 8. Inasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Inaeleza watatu hawa ni umoja. Ni watatu. Ni umoja, sio ni umoja. Ndio maana tunasema ni mmoja katika umoja. Tunaposema tunaamini juu ya Mungu mmoja, ni tunaamini juu ya Mungu mmoja katika umoja. Ndio msingi unatoka kwa kitokea mtu anapinga juu ya fundisho hili, huyu si mwenzetu. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu wao hupatana katika habari moja. Hapa ndio huu msingi unajengwa hapa. Kwa hiyo ndio huo msingi ambao wa pili utaona nao ni lazima mtu anayesema ni Pentecost anaamini katika Biblia awe na hilo fundisho. Yoyote anayekwenda nje ya ile fundisho ambao Biblia inasema au anapinga, unasikia wengine Jesus only, yes, huyu ndio huyo Baba, ndio huyo Mwana. Kitu hiki ni imani potofu. Sicho hakika kibiblia kabisa. Umeona? Si unanielewa katika hilo? Nakuelewa vizuri. Na mimi nilitaka niongezee hapo. Niongezee hapo kwa kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo nitamuomba kaka hapa anisomee Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6 mstari wa 4. Inasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Sasa nilitaka nijazie hapo ambapo amepazungumza kaka kwamba wale watatu wanapatana katika jambo
moja. Ukisoma katika huo mstari Biblia inasema kwamba Mungu hapo ni mmoja. Bwana ndiye mmoja. Bwana ndiye mmoja. Sasa neno hilo mmoja kwa Kiebrania, neno hilo mmoja kwa Kiebrania limetafasiriwa kama ikad. Tunaweza tukasoma ikad, au kwa Kiswahili unaweza ukasoma echad, lakini kwa matamshi wanasema ni ikad, ikiwa linamaanisha kwamba ni vitu vingi ambavyo viko kwa umoja. Na ukiangalia hii tafasiri hata kwenye maandiko mengine limetumika vile vile kuhusianisha kwamba au wawili hawatakuwa mmoja tu, bali hawatakuwa wawili tena, bali watakuwa mmoja. Ile neno pale mmoja lililotumika kwa Kiebrania ni ekad. Kwa hiyo linamaanisha one in unity. Unaona? Linamaanisha one in unity. Wewe unawaza kwamba inawezekanaje wawili wakawa, wewe hesabu zako ndivyo ziko hivyo. Lakini katika tafasiri ya Kiebrania kuna neno linatumika hapo kumaanisha mmoja lakini ndani ya unity. Unaona? Mmoja ndani ya unity. Na ukiangalia hii tafasiri ya ekadi imekwenda mbali pale, hata wale wapelelezi walipokuwa wanatoka kule kutoa upelelezi walikuja na yale matawi ya mzabibu. Kwa hiyo neno lilotumika pale kuonyeshea vile zile branches za zabibu limetumika neno ekadi, likimaanisha kwamba zabibu ziko nyingi lakini ziko katika kishina kimoja. Unaona? Kwa hiyo ni one in unity. Ni kama vile ambavyo wanazuoni wanaposema university. Wanaposema university maana yake wanasema ni unity in diversity, kwamba chuo kinakuwa ni kimoja lakini kinakuwa na diversity ya college nyingi. Ukiangalia Judaism pale tunasema ni university lakini na college nyingi, lakini inakuwa na adhima hii moja. Wewe hesabu zako usijui kwa nini Mungu anakuaje watu watatu, hiyo ni ya kwako wewe, kwa sababu akili yako fupi ilipoishia hapo. Ndio maana unaona kwamba watatu inawezekanaje, kwa sababu mwanadamu ana limitation ya namna ya kufikiri. Lakini katika tafasiri ya Kiebrania pale linapotumika neno ekali inamaanisha wingi katika umoja. Ndio nitaka nijazie pale ambapo wewe umepazungumza. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anazungumzia juu ya Adamu na Hawa kwamba si wawili tena bali ni watakuwa ni mmoja, alikuwa anamaanisha hii ekali. Kwa hiyo manake tafasiri ya utatu ndio msingi ambao unabeba Pentecost mzima. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu. Hawezi kutokuwa Mungu. Yani ukisema kwamba Roho Mtakatifu sio Mungu, manake huduma zote za kanisa zinasizi, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio mwenye karama, ndio Bwana wa mavuno mwenyewe. Unaona? Usiposema, ukikataa kwamba Yesu Kristo sio Mungu, manake unakataa kwamba hakuna ukombozi. Unaona? Maana hakuna ambaye anaweza kutukomboa isipokuwa ni Mungu peke yake, ndio ambaye anaweza kutukomboa. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kumkomboa mwanadamu mwenzake. Unaona? Ukikataa habari za Baba kutokuwa ni Mungu, manake hakuna ambaye amehusika katika kulituma lile neno litutoe katika nini? Katika maangamizo. Unaona? Kwa hiyo lazima mtu yote ambaye ni Pentecost lazima huo ni msingi ambao unabeba mambo mengine yote. Ndio ufafanuzi ambao mimi najazia katika kile ambacho nimekisema. Jambo jingine utaona bado ambalo linaeleza kwenye ile misingi, inaeleza sio tu Bwana mmoja, lakini pia inatajwa Yesu kule. Umeona? Leo hii hapa tumeeleza pia lazima tuamini, tuelezee huyo Bwana mmoja ni yupi. Yesu ni yupi? Kuna watu hawaamini kwamba Yesu ni Mungu. Ni Mungu. Kwa lazima mfano mzuri ni mzee Opako ametoa clip yake kwenye mitandao, na sisi tutamjibu kwa sababu ameitoa in public, na sisi tunamjibu in public kwamba huo sio msingi wa imani ya Pentecost. Manake mzee Opako hatumtambui kama ni Pentecost kama anakataa uungu wa Yesu. Sawa. Na amejipambanua hivyo kwa kujificha kwa mwamvuli. Ndio maana nimesema lengo la kueleza hii misingi ni ili wale watu, kuna wengine hawaijui, na kuweza kuipambanua ili kuweza kumpima huyu mtu ni mwenzetu au si mwenzetu. Huwezi kujiita Pentecost uamini juu ya uungu wa Yesu. Uungu wa Yesu, Yesu ni Mungu, tena sio Mungu kwamba wa pili au Mungu fulani mdogo. Biblia inamtaja katika Tito hapa. Mfano Tito 2 mstari wa 13 inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Hakuna kitu ambacho kiko rahisi kama hicho. Umeona? Sehemu nyingine nasema alijinyenyekea akajifanya hana utukufu. Umeona? Anasema alikuwa namna ya Mungu, yani sawa na Mungu. Hakuna vitu ambavyo viko wazi kama hivyo. Kwa hauwezi kusema
lazima mafundisho yenu yaamini juu ya Yesu kwamba ndio Mungu na ndio Mwokozi wetu. Pamoja tunaamini ni Mungu aliyekuja katika mwili. Unaona, kwa ni Mungu 100%. Wakati alikuja duniani alikuwa na mwanadamu pia 100%. Alivyokuwepo hata alivyokuwa hapa duniani alikuwa Mungu 100% na bado alikuwa ni nani? Mwanadamu 100%. Lazima imani yote iweze kulielezea hilo. Na hiyo ni moja ya msingi wa tatu nafikiri katika hiyo bora. Alafu kitu kingine ambacho tulitaka kukisahau kizungumzia kaka. Kuna imani zingine ambazo zinamzungumzia Mungu mmoja lakini anajidhihirisha katika pande tatu. Kwa nimesikia siku moja nilikuwa namsikia mhubiri mmoja akawa anatolea mfano wa maji. Kwamba maji ni kitu kimoja lakini kinajidhihirisha katika maeneo matatu. Au tunasema ni dualism ambao wanashindwa kuweka distinction kwamba hawa ni nafsi tatu ambazo kila moja inajitegemea. Kwa hiyo wanamfafanua Mungu kwamba amejidhihirisha katika maeneo matatu. Au amejipambanua amejifunua katika maeneo matatu. Na hii nayo ni imani potofu ambayo na vile vile tunatakiwa tuizungumze wazi kabisa kwamba kuna watu ambao wanazungumza kwamba Mungu ni mmoja lakini amejipambanua kwenye maeneo matatu, kitu ambacho sio sahihi. Kaka unaweza kaendelea. Kwa nilikuwa naelezea hilo swala la Yesu. Umeona, lazima uwezi kutaja imani ya kweli bila kutambua uungu. Yesu aliacha mbingu. Alisema unitukuze kwa utukufu ule uliokuwa nao alivyomaliza kazi ya hapa duniani. Kwa hiyo huwezi kumtaja Yesu, huwezi kutaja imani hii tuliyokuwa nao bila kumtaja Yesu. Yesu ni Mungu mkuu, alishiriki uumbaji, alikuwepo tangu mwanzo. Yeye ndio neno anayetajwa kwenye Biblia. Kwenye Yohana ile sura ya 8 pale anaposhindana na Wayahudi anawaambia kabla ya Ibrahimu hajakuwako mimi niko. Anatumia neno lile ambalo Mungu alimtokea Musa pale katika kichaka kile kinachoteketea, akamwambia mimi ni niko ambaye niko. Maana yake Yesu ni wa milele, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Kwa hiyo kama utambue uungu wa Yesu, sijui unasoma Biblia gani. Na mchungaji mzee upako anasema yeye katika wachungaji anasema katika wachungaji 10 Afrika wanaojua Biblia yeye ni miongoni mwao. Sasa sijui anasoma Biblia gani kwa sababu Yesu tayari amejipambanua na ana sifa zote za Mungu. Na miongoni mwa migogoro mikubwa mpaka ikafikia hatua Wayahudi wakataka kumpiga mawe ni pale aliposema kwamba kabla Ibrahimu hajakuwako yeye alikuweko. Wanakamwambia una hata miaka 50 hujafikisha unasema kwamba kabla Ibrahimu hajakuweko ulikuweko. Wakataka kumpiga mawe kwa sababu alikuwa anaonekana kama anafanya nini? Anakufuru. Yaani moja ya sababu iliyomfanya Yesu auliwe ilikuwa ni yeye ni kama wanasema ni kwamba alijiita yeye ni Mungu. Na ndivyo alivyo. Sawa. Kwa hiyo hilo lieleweke wazi kwamba huyu mzee wa upako ambaye anajaribu kuzungumza hicho kitu kwenye mitandao kwa sababu amekizungumza wazi na sisi lazima tumjibu kwa wazi kwamba hiyo sio imani ya Kikristo na wala Wakristo wa kanisa la kwanza hawakuamini katika hilo. Na hata ukisoma katika Ufunuo wa Yohana anamtambua Yesu kama Mungu. Yohana anamtambua Yesu kama Mungu pale anapomtaja kwamba anapojitaja kwamba yeye ni Alfa na Omega. Unaona, anamtambua kama Mungu. Kwa hiyo sijui anasoma Biblia gani, lakini Biblia yetu hii ambayo sisi tunaiamini imeweka wazi kabisa uungu wa Yesu. Kwa hiyo mtu anayekana uungu wa Yesu maana yake ni kwamba anakataa huo msingi, na ukishakataa huo msingi maana yake hakuna wokovu tena. Sasa hakuna wokovu, kuna kitu chochote kinachoitwa wokovu kama unakana uungu wa Yesu. Sawa. Umeeleza hapo. Kuna moja wazungumzia anguko la mwanadamu. Umeelezea wokovu. Hiyo yote ni lazima mafundisho yote ya imani yaelezee. Anguko ni kwamba tunaamini wanadamu wote, anguko la wanadamu mwanzo alivyofanya dhambi ya Adamu, wote tumehesabiwa kuwa wote ni wenye dhambi. Na tunahesabiwa haki. Namna gani tunahesabiwa haki? Tunahesabiwa haki kwa kumwamini nani? Kristo. Ni lazima imani yote ielezee hiyo. Tunaamini kuna watu hawaamini juu ya anguko la mwanadamu kwamba ni hilo ndio linotufanya wote tuwe na hii tunayoita asili ya dhambi ambayo tunazaliwa nayo. Mnakuta mtoto tangu yuko mdogo
anakuwa na hiyo asili. Hii ndio inatufanya wote tuwe wenye dhambi. Kuna ambao waamini hivyo. Sio, umenielewa? Kwa ndo maana tunasema tunaamini katika ile anguko la wanadamu, kwamba wote wanadamu tulifanya dhambi tukapungukiwa na utukufu wa Mungu, tunahesabiwa haki tu kwa kumwamini Yesu. Ni lazima imani itoe description. Hilo fundisho lipo kibiblia. Umeona? Naelezea juu ya wokovu. Ni lazima tueleze juu ya wokovu, msingi mwingine huu. Naeleza lazima tueleze, kuna ziko imani zinasema hakuna kuokoka hapa duniani. Sio, umeelewa? Kuokoka ni mpaka wapi? Mbinguni. Kwa lazima imani ya Pentecost moja lazima ibezi kwa kuelezea tumaini letu, wokovu wetu. Tunaokolewa kwa kupitia Yesu, kutubu dhambi zetu kwa kumaanisha kwa kumwamini Yesu, ndio damu yake inatusafisha na kutufanya kuwa safi. Kwa hiyo na nitaka niongezee hapo, moja kati ya changamoto ambayo tuko nayo ni mafundisho mengi kutokubeba huo ujumbe wa anguko la dhambi. Na hasa wa mitume na manabii ambao wanaibuka kipindi hiki, mafundisho yao mengi yanabezi katika mafanikio ya kimwili. Wanakuwa ni kama wale tunawaita motivation speakers. Unaona, mafanikio yao yanakuwa na bezi katika mafanikio ya kimwili. Hawazungumzii anguko, kwa sababu simu kubwa ya Yesu kuja duniani ilikuwa ni kwa sababu ya anguko la mwanadamu. Unaona, amekuja kufanya reconciliation, kujenga daraja, kutupatanisha na Mungu. Sasa watu hawazungumzii hilo fundisho, wanaanza kufundisha mambo mengine kabisa ambayo ni kinyume na huo msingi. Kwa hiyo na mimi nitaka niongezee hapo. Sawa. Tumeeleza juu ya swala la lakini sio tu hilo, inaelezea kwamba lazima tuamini juu ya maagizo ya kanisa, ambao kuna wengine wameachambua tu moja kwa moja. Umeona? Agizo la kwanza mfano hilo ubatizo wa maji mengi. Lazima kanisa lolote ubatizo, hapa tumesoma kwenye ile misingi, ubatizo mmoja. Ubatizo aliotoa tena Yesu aliotolea agizo, enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi na kuwabatiza. Hapo kumaanisha kuna watu wanachanganya. Sasa Yesu alisema, umeona, kwamba imradi tu umebatizwa tu kwa roho basi inatosha. Kuna wengine wanapuuza ubatizo huu wa maji. Tena wa maji ni wa muhimu. Yesu hakuwa na sababu ya kubatizwa, lakini utaona anamwambia Yohana, nibatize, imetupasa kufanya haki yote, timiza haki yote. Kwa lazima imani ya Pentecost, huwezi kujiita ni Pentecost au imani imejengwa juu ya ubatizo, na ndio ubatizo waliobatizwa mitume wote. Soma kwa Yohana 3:23. Yohana alikuwa akibatiza kula Ainoni kwa sababu kulikuwa na maji tele. Tele. Kwa utakuta leo watu wanapinga, wengine wanapinga ubatizo wa maji mengi, wakwambia mradi tumebatizwa, wengine wabatizwa tangu utotoni. Umeelewa? Tangu utotoni ubatizo namna hiyo. Sasa zipo imani za Kikristo, ni kweli zina imani, zina misingi, lakini zenyewe haziamini juu ya maji mengi. Akwambia maji kwani ni nini? Hawaelewi maji hata maana yake. Wananyunyiza. Sio, umeelewa? Kwa tunaposema lazima tuichunguze, kwa sababu hata kimsingi hilo neno lenyewe ubatizo linazungumzia bapto, kuzamisha kitu. Ndio tafsiri yake. Sawa. Kwa huwezi kusema na neno umebatizwa bila kutaja hilo. Umeona? Kwa utakuta huo ubatizo wa maji mengi ni moja ya msingi. Ni moja ya msingi. Kwa utakuta leo wako wahubiri wengine ni wakubwa kabisa, akwambia mimi sijaitiwa kuanza kuambia watu wabatizwe. Mimi nahubiri tu wokovu, imradi mona abatizwe. Anatoka anamweza kumhubiri mtu kweli, kwa sababu anamhubiri wokovu, lakini anamwambia rudi tu kule mona. Ukisoma Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo condition mojawapo ya wokovu ni ubatizo, lazima uwepo. Sawa. Na hili fundisho la ubatizo limewekwa pembeni sana. Wengi hawalipi uzito, wanachukulia ni kama kitu fulani tu cha kawaida. Au watu leo wanaokoka wengi hawabatizi, wakwambia anaweza tu akaendelea mradi amekaa kwenye mafundisho. Sio, umeelewa? Kuna swala hapa la ubatizo pia wa Roho Mtakatifu. Hiyo lazima wa Pentecost, ndio hiyo tunapotaja Pentecost, huwezi kutaja Pentecost bila kutaja ubatizo. Mtu alikuwa wakiokoka, watafundishwa neno, lakini wataombewa ujazo wa Roho Mtakatifu. Ule ujazo wa Roho Mtakatifu haumfanyi mtu kuwa mtakatifu, unamfanya mtu kuwa Matus. Matus ni shahidi ambaye anakuwa na uwezo, ni jasiri, anaweza hata kaenda kumhubiri Kristo kokote aliko. Leo hii kanisa halina nguvu. Tunaposema wao ni wa Pentecost, nguvu ya wokovu ilivyoingia, hiyo ya Pentecost ilivyoingia, tulizikuta ziko dini nyingi sana hapa nchini. Lakini kwa sababu
sababu watu walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha. Ule moto ndio maana umefunikiza. Mwanzo ilikuwa watu hata ni aibu leo kusema mimi ni mlokole. Umeona? Unapotaja mlokole, huwezi kutaja mlokole kwa unajua ni wale watu wanaonena kwa lugha, waliochanganyikiwa. Lakini ile nguvu ya watu kutoka, watu walikuwa wanahubiri. Leo hii kila mtu anajivunia. Washangaa mtu na mimi nimeokoka, lakini huwezi kutaja kuokoka, huwezi kutaja Pentekoste bila kutaja hii nguvu ya Roho Mtakatifu, bila kutaja ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao ishara yake ya nje ni kunena kwa lugha, lakini ishara ya kweli ambao watu wanakuwa nao ni ile nguvu walikuwa nao ya watu kutoka kuhubiri na kuleta watu wengi kuja kwa Yesu. Hiyo ni moja ya msingi ambayo ndio hii tunahitaji, ni ya kibiblia. Ipo kwa naneleo, ukiachilia mbali agizo jingine ile la meza ya Bwana, kuna watu wanayapuuza. Umeona? Viko vitu vingi hapo umevitaja vya tunaamini juu ya uponyaji. Kuna watu ambao waamini juu ya uponyaji wa Yesu. Kuna watu ambao waamini juu ya karama za Roho Mtakatifu. Tumeeleza kwamba lazima kanisa liamini juu ya karama, kwamba ni karama anapewa kila mtu aliyeokolewa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa hapo umehitaji misingi mingi. Kuna watu ambao hawaifahamu. Kwa wewe kama Mkristo, mimi bado nawasisitiza sana vijana wenzangu au watu wenzangu kwamba uwezi kuwa Mkristo, tafuta kujua misingi ya kanisa. Yaani usiende tu mahali kufanya ibada bila kujua misingi. Yes. Jua ile misingi na ufanye upembuzi yakinifu, utafiti, ujue kama imetokana na kweli, ndio uweke mahali hapo roho yako. Yes. Bila kufahamu hivyo, manake utakuwa ni kama mtoto mchanga, tutakuwa na peperushwa na kila upepo. Tunapozungumzia msingi, manake hakuna nyumba yoyote ambayo inajengwa bila kuwepo na msingi. Kwa hiyo msingi ndicho kitu cha kwanza kabla ya jengo halijafanya nini, halijasimama. Sasa hivi kuna mafundisho mengi sana potofu. Kuna watu wengine ambao hawaamini habari ya ziki kuu. Ni moja kati ya misingi yetu. Moja kati ya hii misingi ambayo umetaja. Kuna watu ambao waamini habari ya utawala wa Yesu miaka 1000. Kuna watu ambao waamini habari ya mbingu mpya na nchi mpya. Wanaamini kwamba sisi safari yetu inaishia hapa duniani. Kuna watu ambao waamini habari ya hukumu. Wanasema hukumu ya mwisho, wanasema mtu akifa habari yake ndio imeishia hapo. Unaona? Au mashahidi wa Yehova wanaamini kwamba Mungu ni mwenye upendo, hawezi kuwatupa watu motoni. Unaona? Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi ambavyo watu wanatakiwa fanye nini? Kuna watu waamini juu ya jehanamu lipo, kwamba ziwa la moto lipo, kuna hukumu mtu ya milele ambayo atatupwa huko maisha yake yote. Kuna watu waamini vitu kama hivyo. Hawaamini juu ya tumaini lenye baraka, kwamba sisi tunaamini kuna siku unyakuo utatokea. Utaona hata kwenye ile unyakuo watu wanaeleza tofauti. Kwa hiyo ndio hapo tunapokaa kueleza, ila nilichotaka kukizungumza hapa au kuweka bayana, kwanza tuielewe hii misingi. Hii misingi ndio imetubeba. Tunavyosema hawa ni Wapentekoste, ni lazima Mpentekoste ajipambanue katika mambo kama hayo. Umeona? Atueleze, je, anaamini juu ya Mungu? Anamuelezeaje Mungu? Anamuelezeaje Yesu kwamba ni Mungu? Anaelezeaje juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu? Anafanyaje vitu vya namna kama hiyo? Kwa usipo tukijua hii misingi ndio itaweza sasa kutupa sasa kuwajua, je, hawa ambao wenyewe mitume ambao wamekuja sasa nyakati hizi wanakuja na vitu vya vifaa vya upako, wanakuja na mafundisho yao kama hayo ya kejeli Ukristo. Unakaa unajiuliza, hawa ndio Wapentekoste au ambao Biblia inataja, au ni vitu vingine? Ukijua hii misingi ndio utaweza kujua huyu hapana, huyu sio. Kwa sababu wanakuja na mafundisho mengi yenye utata. Unaona? Lazima Wakristo, kwanza nilitaka nizungumze kitu kimoja, kwamba Mkristo yoyote lazima awe na uwezo wa kuitetea imani yake. Aitetee imani yake kwa mashahidi, kwa maadui ambao wanatoka nje ya imani yetu. Kuna maadui ambao wanatoka nje ya imani ya Kikristo, lakini kuna maadui ambao wamekuja kwa ila wako ndani ya imani ya Kristo. Lazima uweze kuwa na uwezo wa kujenga hoja kuwapinga hao. Hivyo mitume walikuwa wanapambana na wale watu. Ndio maana Paulo mahali pengine alikuwa anafikia hatua ya kuwa mkali pale anapowaambia Wagalatia kwamba mtu akiwaletea injili tofauti na nilihubiri mimi afanye nini? Alaaniwe. Alikuwa amefikia hatua ya kusema mpaka watu wafanye nini? Walaaniwe, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye yuko sensitive sana na kile kitu ambacho anawaeleza watu. Kwa hiyo Mkristo lazima uwe na uwezo huo wa kujua hao maadui
Otherwise utaanza kuwaweka wote kwenye kapu moja. Unatuweka sisi pamoja na wakina Kuhani Musa, unatuweka sisi pamoja na wakina Suguye kwamba wote ni kitu kimoja. Unatuweka sisi pamoja na wakina Mwamposa, kitu ambacho sio. Wale sio wa Pentecost. Wale sio wa Pentecost kabisa. Hawaamini hivi ambavyo sisi tunafanya nini? Tunaviamini. Sawa, mfano hapo tumeeleza moja ya imani. Utakuja kuona wao wamebezi sana katika swala la maombezi, sio hasa kumfanya mtu awe mtakatifu. Mfano moja ya msingi ambao tuliutaja, utakaso, na pia tunaamini juu utakatifu wa mwili na roho. Lakini utakuta leo hii hao ambao wanajiita ni wa Pentecost, au wanajiita ni wenzetu au ni watumishi wa Mungu ambao wanafanya ibada, utakuta wanabezi sana katika kuwafanya watu wapate hivi vya mwilini. Hawatangulizi kusudi kuu, agizo kuu aliloliacha Yesu ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi, kutubu dhambi na kugeuka. Leo injili ya toba, Yesu anasema angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Kaangalia kama utasikia makemezi ya watu, tubu dhambi, njoo mbele uokoke, fanya, acha uliokaa kuacha. Wengi hawagusi sana. Nilikuwa nafuatilia Suguye hapa. Suguye namfuatilia naangalia. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakuna mahali popote ambapo anahubiri habari ya dhambi. Sawa. Ni vitu vya ajabu tu ambavyo anakuja kuambia, anaambia watu, mara anamwambia mtu toka pale, pita pale, pitia zabibu, pitia ndizi, pitia nini. Hakuna mtu yote anahubiri habari ya ondoleo la dhambi. Yesu anasema angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Maana yake emphasize yake Yesu, pamoja na kwamba mtu amekuwa mzima, amepokea uponyaji, cha muhimu ni roho yake. Sawa. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Hayo ndio mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo mimi nilichotaka kuweka sawa hapa, ndugu zangu wanaotufuatilia, wanaotusikiliza, umeona, leo hii tusichukuliwe na wimbi hili la watu wanaokuja wenye majina makubwa. Wakati mwingine wanajipa majina mengi makubwa, lakini kazi ya mtu tunaweza tukaipima kwa kuangalia mafundisho yake. Anafundisha nini? Ana misingi gani? Tukisema tunachukuliwa tu unaona ni Pentecoste, si nani Pentecoste, upimi Pentecoste ni yule mtu ambaye analisimamia neno kama lilivyo, ndio mamlaka yake. Hicho anachokaa kukiamini, hicho ndicho mitume walichokifanya. Ndio baada ya kupokea watu, ukisoma hiyo Pentecoste hasa kimsingi unazungumzia ile nguvu inayoingia ndani ya kumfanya mtu kuwa shahidi, kuleta watu wengi kwa Yesu kutubu. Je, injili hizo za toba, kusoma ile kwenye Matendo 2 chini hapo kidogo, Petro alihubiri kiasi kwamba watu zaidi ya 3,000 tena walikuwa ni wanaume, walikata shauri. Leo hii watu ni nasema Biblia inasema Bwana akalizidisha kanisa kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Matendo 2:47. Kwa hiyo leo hii mhubiri yoyote ambaye anayekuja kwa lengo la kujipa jina lolote anaona, ikiwa kanisa aliongezeka katika injili za toba, injili za ondoleo la dhambi, injili za kuwafanya watu wakae katika utakatifu, na kuleta mafundisho yake tu, msingi wake ameweka katika maombezi. Yesu aliwaambiaje wale watu? Kwa nini kukitendea kazi chakula kinachoharibika? Msingi wa Yesu uko hapo. Hivi vingine vilikuwa tu ni vya kuwavuta tu watu, baada wakuja anawafundisha kweli. Kuna wakati watu walivyokuja waliopata mikate, akawauliza mnatafuta nini? Akamwambia au mnatafuta kwa sababu jana mlikula mikate. Kuna watu leo hii wanavuta tu watu lengo wajaze kanisa, lakini hawaweki watu katika misingi sahihi ya mafundisho. Watu leo wengi wanasema wanaokoka, wanaekaa mimi nasali kanisa fulani, lakini ukimuuliza kanisa lenu mnaamini katika nini? Hawajui. Sasa hichi ndio ninachotaka tukiweke tahadhari. Utachukuliwa leo mafundisho manabii wa uongo wako wengi. Ndio hao wanaokuja wanajifanya nao wanatumia Biblia, wanapinga Ukristo kwa hila. Wao wakijifanya wako ndani huku, lakini wanapinga kwa hila. Kwa mimi nilichotaka kusisitiza na kuwaomba wote mnaokaa kufuatilia, hebu kila mmoja, kama ni kweli unajiita unampenda Mungu, usingangane na udhehebu, usingangane na udini. Tafuta, nenda hata kwenye imani ambayo unasema unayo, muulize mchungaji wako, bibi sisi tunaamini katika nini? Na katika kila fundisho akupe fundisho. Hao wanapokwenda kusajili kwenye huku kutumaya makanisa, wanaambiwa waorodheshe imani zao, wanaamini katika nini. Wewe kama ni mshirika,
Oji hicho kitu, jua hivi sisi tunaamini katika nini. Jua Mwamposa misingi yake ya imani. Misingi yake ni nini? Mwamposa TG uzuri nao wanajipambanua vizuri. Wao wameiweka kabisa ni 16 iko hadi kwenye website zao. Full Gospel nao mbona wana misingi 24. Unakuta uwezi kumkuta mtu yuko ndani hajui hasa anaamini katika nini. Utashangaa Full Gospel wao wako naamini katika utakaso, akikuta na kueleza juu ya utakaso. Wanaamini juu ya utakatifu wa ndani na nje. Hadi ndio ndani na nje wanakueleza kwamba ni pia sio tu mtu ndani nimeokoka tu ndani. Utakuta wanabezi hadi kwenye mavazi. Ule wokovu uzae matunda na nje. Mbona wanaeleza lazima mtakatifu awe katika kuvaa, katika kufanya vitu vya namna kama hiyo. Lakini leo hii wengi hawafuatilii vitu kama hivyo. Wachukulia tu ni vitu simple maadamu wanakwenda kanisani. Kwa hiyo tukiweka msingi katika kuangalia mafundisho ya sehemu tunazoabudu, misingi tukakaa tukaijua afu tukaanza kuijadili, tukaanza kuioje huu umetuambia kwamba tuombe kwa kupitia Bikira Maria. Je, huu kweli Biblia ndivyo inavyosema? Tukienda kwa namna hiyo ni rahisi kuwa challenge. Unatuambia tuombe kwa tukanyage mafuta ya upako. Haya mafuta ya upako kwa nini tukanyage? Kwamba nguvu za Mungu zinaingia kwenye nyayo. Sio, umeelewa? Yaani tungekuepo ukisoma kwenye Ufunuo, Yesu alipongeza kanisa la Efeso. Maandiko yanasema Efeso 2, waliwajaribu wao wajiitao ni mitume wakawagundua kuwa ni waongo. Leo tunaogopa tapata laana ukimgusa na sifa. Kama hapo unaweza kuwa unataja jina. Kwa nini unataja jina? Huyo ni masiwa Bwana, asiguswe. Biblia inasema zijaribuni kila roho. Zijaribuni kila roho. Sasa hapa tunapokuwa tunaangalia hivi, wewe kama wewe ni mshirika huko chini ya imani fulani, ni lazima uioji imani yako. Lazima ujaji haya mafundisho niliyoko chini yake. Je, ni mafundisho sahihi? Yanatokana na Biblia? Ni yako ndani ya misingi hii? Kwa hii misingi tuliyotaja sasa ndio misingi tunayoisimamia na ndio inayotufanya tuwe na kitu imani moja. Imani moja. Bila hiyo huyu si mwenzetu. Anaitwa tu mzushi. Mzushi au tunaweza kuita tu vijana wahuni tu walioibuka tu kutafuta chochote, au vijana waliomaliza shule, ajira hamna sasa hivi katika nchi yetu, ajira zimekuwa haba. Kwa hiyo watu wanaona sehemu ya kujipatia kipato ni hapo. Kama yule muhuni mmoja ambaye alifukuzwa nchini yule anaitwa kiboko ya wachawi. Kwa hiyo ni kama vijana tu ambao wanaibuka wanakwenda kutafuta kipato. Na kitu kimoja ambacho mimi nitaka nikimalizie ni ili wimbi la manabii. Watu wengine wanashindwa kuelewa hata maana ya hilo nabii. Wanafikiri nabii labda ni mtu yule kama mganga wa kienyeji ambaye anakuwa anapiga ramli ya kujua mambo yako binafsi. Kwamba wewe kwenu mko watu 10, kwenu wewe kwako kuna TV kubwa, wewe sijui, wanafikiri nabii ndio inamaanisha kitu hicho. Katika nyakati za Biblia, Samueli, manabii walikuwa wanaitwa kwa jina lingine waonaji. Wanamaanisha nini wanaposema waonaji? Ni watu ambao walikuwa na uwezo wa kuona hatari iliyoko mbele na kuwaonya watu watubu dhambi zao ili yale mabaya yasiwapate. Ni kama Yesu pale anasimama anaona hatari inayokuja kuupata mji wa Yerusalemu na anawaonya watu wale wa Yerusalemu kwamba wasifanye dhambi. Pamoja na kwamba Mungu amekuwa akiwaonya mara kwa mara, lakini wamekuwa kikaidi wasifanye dhambi kwa sababu kuna hatari inayokuja mbele yao. Kwa hiyo manabii manake walikuwa ni watu ambao wanaona yanayokuja kutokea mbele, walikuwa ni waonaji. Ni kama mimi ambavyo nikikwambia kwamba kuna hatari huko mbele, kuna jehanamu ya moto utakapokufa, nafanya kazi ya kinabii na kuonya kwa hatari iliyoko mbele inayokuja. Hiyo ndio maana halisi ya nabii. Sio mtu ambaye anaona, sio maana hii ambayo watu wanayo sasa hivi kwamba nabii ni mtu ambaye anaona mambo yako, anakuambia yale mambo yako ambayo yanakuzunguka. Manabii walikuwa wanahusika kuwaonya watu kuhusiana na maisha yao machafu, watubu dhambi zao, wageuzwe maisha yao. Na ndio maana tunaona manabii wote katika Biblia hiyo ndio kazi kubwa waliokuwa wanaifanya. Wakina Yeremia, wakina Isaya, anasema njooni tusemezane dhambi zenu japokuwa nyekundu. Wakina Isaya ndio walikuwa wanafanya hiyo kazi. Kwa hiyo nitaka nitilie mkazo hapo kwamba watu wasibebwe na haya mambo haya ambayo yanaibuka nyakati hizi. Waangalie misingi kama hivyo tulivyokuwa tunazungumza. Sawa sawa. Labda labda kama una lolote la kuhitimisha ili tufunge kipindi chetu. Mimi kama nilivyokazia na nazidi kukazia. Ili kuweza kuhitimisha, mimi hitimisho langu ni moja. Kwamba
watu tusikae kizembe. Tusikae kwa kufuata mkumbo. Tusikae mradi tumekaa. Ukisoma watu wa Beroya, maandiko yanasema walikuwa, hata Paulo, hata kama huyu ni mtume kabisa na mtume wa kweli, walikuwa wakiyachunguza maandiko waone, je, ndivyo yalivyo. Kwa hata kama ni anaitwa ni askofu, anaitwa ni mchungaji, kila anachotufundisha ni lazima niwe kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo, hiki tunachokisimamia. Kwa nini tunaomba kwa kupaza sauti? Je, wapi maandiko yanatueleza? Kwa nini tunanena kwa lugha? Wapi maandiko yanatueleza? Kwa nini unasema Yesu atarudi? Wapi maandiko yanatueleza? Kwa nini mnasema msivae si kama makahaba? Wapi maandiko yanatueleza? Kila unacholetewa mbele yako, usiwe tu ni mtu tu akupokea nabii kasema, fulani kasema. Cha muhimu tuwe watafiti, tuwe wafuatiliaji. Fuatilia hata imani nyingine. Kwa nini zinaamini katika hiki? Ziko imani nyingi potofu zenye sura za Kikristo, lakini ndio maana hapa tuko hapa tunakujadili hili. Umeona? Tunaweza kuzipambanua, au sisi tunajipambanua ni tofauti nao kwa sababu ya hichi tunachokisema nini? Misingi tunayoiamini, tunayoisimamia. Kila tunachokiamini kinatoka kwenye Biblia. Ambaye mwalimu wetu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Ndiye anatuongoza katika hiyo. Mimi sasa ni mshukuru sana kaka yangu, tumekuwa na wakati mzuri sana wa kufanya uchambuzi hapa. Bila shaka uchambuzi huu utakuwa ni msaada mkubwa sana kwa kila mmoja ambaye ametufuatilia tokea tulipoanza majadiliano yetu. Yalikuwa ni mazungumzo kama Wakristo, tunajaribu kuchambua kwa kina, na tunatumaini tutapata wakati mwingine tena ambapo tutaendelea kuchambua mambo mbalimbali yanayohusiana na imani ya Kikristo. Kama alivyosisitiza kaka, na mimi naendelea kupigilia msumari hapo kwamba Mkristo lazima uwe na uwezo wa kuitetea imani yako. Waingereza wanasema you must be apologetic, yani uwe na mtu ambaye unaweza kutetea imani yako. Apologetic maana yake ni mtu ambaye anaweza kutetea imani yake kwa mashambulizi yanayotoka nje. Kuna imani zingine tofauti na Ukristo, lazima uwe na uwezo wa kuitetea. Kuna imani, kwa mfano sasa hivi kuna imani za watu ambao hasa Afrika zimeanza kuchipuka, za watu ambao wanaamini habari za miungu, mizimu. Kwa hiyo Mkristo lazima uwe na uwezo wa kucounter, kutetea imani yako kutokana na hizo imani. Lakini vile vile lazima uwe polemic. Polemic ni yule mtu ambaye anaweza kupinga, kama hichi tulichokifanya hapa, kupinga juu ya mafundisho potofu ambayo yanaibuka kwa wale wanaojidai kwamba ni Wakristo. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana ambavyo kila Mkristo anatakiwa awe navyo ili aweze kujiepusha na matatizo ambayo yanaweza katokea nyakati hizi za mwisho. Mwisho kabisa ni washukuru kabisa kwa kuwa pamoja na sisi, kwa kutufuatilia, na Mungu awabariki sana.